Umetujalia makutano wote hawa tulioko mahali hapa katika eneo la viwanja vya mikutano yetu hii ambayo ni endelevu katika juma hili linalokwenda kumalizika siku ya Jumamosi. Mibaraka inaendelea kutolewa na Muumbaji wetu kupitia huduma za watumishi wake, wakufunzi wa masomo na familia, somo la afya na hotuba, na hata nyimbo za waimbaji wa kwaya pamoja na praise team. Wote hawa wanaifanya kazi ya Mungu, kila mmoja kwa kitengo chake, nao nasema Mungu awabariki sana. Wapendwa, Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Basi kabla ya yote, napenda tusalimiane katika salamu ile ya Bwana iliyozoeleka na inayofahamika sana kwa Wakristo kote duniani. Nasema kwamba jamani, Bwana asifiwe sana. Amina. Makutano, Bwana asifiwe sana. Amina. Asanteni sana, nami si jambo, na wote tubarikiwe sana. Basi tukae tayari tena kwa ajili ya ujumbe wa sasa hivi unaokwenda kuanza muda si mrefu. Ni kwamba wapendwa, jioni ya jana nilipokuwa nimesimama hapa, niliwasilisha kwenye makutano haya, kwenye viwanja vya mkutano, hotuba iliyokuwa na swali fupi sana lakini lenye maana kubwa sana. Swali tu ya kwamba, je, wafu wako wapi? Ilikuwa ndiyo swali katika hotuba yetu ya jana, kama kichwa cha habari ama kichwa cha hotuba ya jana. Na nikasema ya kwamba kwa habari ya swala la kifo cha wanadamu, hapo napo shetani amejitukuza sana katika ulimwengu wetu huu. Maana watu wengi hili jambo tumetatanika sana. Watu wengi sana, wasomi kwa wasiosoma, kwa wacha Mungu na wasio wacha Mungu, wote watu wa matabaka yote, kwa habari ya swala la kifo. Swala la kwamba mtu anapokufa kinafuatia nini baada ya hapo kile kitendawili. Sasa watu wengi sana hili jambo huwa halifahamiki. Mfano kadhaa jana nilitoa jana, nikatoa mifano kadhaa kuonyesha ya kwamba kumbe watu wako mbali, na nikaeleza ya kwamba wengi wanadhani kifo cha mwanadamu ni badiliko tu la kutoka kwenye upeo wa macho ya watu wengi hapa ulimwenguni. Mtu huyo aliyefariki anabadilisha makazi yake, anakuwa katika ulimwengu mwingine wa kiroho. Inafahamika hivyo kwa watu wengi, kwa wacha Mungu na wasio wacha Mungu, na mifano jana nilitoa jana. Mama mmoja aliyekuwa Mkristo, basi na mume wake vile vile ni Mkristo, familia ya Wakristo. Ikatokea huyu mama mmoja akaugua, mume wake akamuuguza hospitali, matibabu mbalimbali, hatimaye huyu mama akafariki dunia, akaaga dunia. Mazishi yake yalifanywa kama ifuatavyo. Sikia mpendwa, maiti ya huyu mama ilioshwa vizuri, ikapakwa mafuta, ikapuliziwa manukato, nywele zikasukwa vizuri na wasukaji,
yaani mtu wa saluni akaja kuisuka maiti ya huyu mwanamke. Sikia mpendwa, akaletwa mtu wa saluni akapewa hela nzuri, hiyo maiti, nywele za hiyo maiti zikasukwa vizuri, huyo mwanamke akavishwa nguo nzuri, gauni la thamani kubwa, maana mume wake alikuwa ni mtu mwenye pesa kwa ajili ya ajira kubwa aliyokuwa nayo. Kwa hiyo hela ilikuwa si tatizo kwao. Akavikwa gauni nzuri sana jipya la gharama kubwa, na kama haitoshi, akavikwa ile shela aliyokuwa amevaa siku ya harusi yao, nayo hiyo shela akavikwa, atangulie nayo kule anakoenda, ili naye mmewe atakapokuja kufa sasa wakaambatana tena nani na mmewe huko anakoenda huyu mwanamke. Akavikwa hereni nzuri, zilikuwa hereni ambazo ni seti nzima, hereni, mkufu wa dhahabu na kikuku cha kwenye pua, vyote ni dhahabu wapendwa, na saa aina ya rado, zote dhahabu, godi. Dhahabu sio rangi ya dhahabu, dhahabu yenyewe, mkufu wa dhahabu, shingoni heleni za dhahabu, halafu kikuku cha kwenye pua cha dhahabu, halafu vile vile saa aina ya rado. Vyote hivyo wapendwa, huuzwa kwa seti. Unapovinunua hakiuzwi kimoja kimoja, hapana, ni vifaa vya kupendeza watu wenye hela zao. Hii maiti ikavikwa na viatu vizuri, mazishi yakafanyika hapo Shinyanga. Kwa kuwa kwenye misiba watu wanakusanyika, watu wa aina zote, wa matabaka yote, wa tabia zote. Kumbe wengine tayari wameshaona kwamba hapo kuna fedha. Kwenye saa aina ya rado na mkufu wa dhahabu na zile heleni, kuna hela nzuri hapo. Sikia mpendwa, kaburi likajengelewa vizuri, likapigwa, likasilibiwa vizuri ile kaburi, halafu mwili wa marehemu kateremshwa ndani ya lile kaburi, ukiwa ndani ya jeneza la gharama kubwa, pakafunikwa vizuri, likamiminwa zege safi ya lesho kali, halafu akawekwa mlinzi wa kulinda mahali hapo. Mzee mmoja akawekwa pale kwamba alinde mpaka ile zege ikauke. Kapewa sijui muda wa siku ngapi, akapalinda hapo. Usiku wa siku hiyo hiyo, mzee wa watu yule mlinzi, usiku wa manane sasa ameanza kusinzia, baadaye akaamua avute sigara kidogo ili kwamba kusudi achangamke kidogo. Akawasha sigara yake tayari, kumbe vijana wa kundi lile kwamba tukale wapi, wakaona kwamba panapomulika moto hapo ndio kwenye mlinzi. Wakajigawa, wengine upande huu, mwingine akazunguka hivi. Mzee hajui kitu kinachoendelea, kaendelea tu kupiga sigara yake polepole, amekaa na silaha yake, panga yake iko mkononi. Kijana aliyekuwa amezunguka nyuma yake yule mzee akaja taratibu mpaka mfikia yule mzee. Mzee hajui kinachoendelea, anapiga tu sigara namna hii, wengine huku wanamwangalia huyo mzee. Akakabwa mzee, akakabwa, akanikwa mpaka akafa, akalazwa. Walikuwa na nyundo kubwa ya kilo 10, wakabomoa ile zege mpaka wakamaliza, wakatoa jeneza, wakafumua, wakatoa maiti, wakachukua mkufu wa dhahabu na heleni zake na kikuku na saa aina ya rado,
hao wakaondoka na viatu, wakamvua huyu maiti. Mzee ameshalala pala akiwa maiti tayari. Ule upepo mwanana wa asubuhi kwenye saa 10, saa 11 hivi sasa ukamzindua huyu mzee. Alipozinduka aliona kwamba kumbe yuko mzima. Kuangalia kwenye kaburi kaona kwamba kuna kitu fulani nje. Akaenda akakuta kwamba jeneza liko nje, yule mwanamke naye yuko nje maiti yake. Mzee alikimbia moja kwa moja mpaka nyumbani kwake, akaenda kuingia uvunguni akatulia. Amechanganyikiwa huyo mlinzi. Asubuhi yake akaenda kuripoti polisi. Wapendwa, ni kwamba huyo mama alizikwa mara ya pili kwa mazishi ya kawaida. Acha haya mazishi ya kifahari, wakagundua ya kwamba walikuwa wamefanya nini? Walikuwa wamefanya kosa kubwa. Maiti unaivika vitu vya namna hiyo kweli? Vya thamani kubwa namna hiyo kweli? Maiti, udongo. Jamani, shetani ameuharibu ulimwengu, ameudanganya ulimwengu kupamba maiti kiasi hicho, vitu vya thamani kubwa kiasi hicho, dhahabu kabisa. Watu wanaingia ndani ya mahandaki, ndani ya mashimo marefu, mita nyingi kwenda chini kutafuta dhahabu. Leo dhahabu uiweke kwenye maiti, jamani, watu wanaangalia hivi. Ulikuwa ni upumbavu wa aina yake. Huyo mama walimzika kawaida, basi mazishi yakaishia pale, wakasambaa. Wapendwa, dunia imedanganywa sana kwa habari ya swala ya kifo cha mwanadamu. Wengi wanaamini pia kwamba ingawa amekufa lakini bado huyo ni mzima. Hakuna kitu hapo. Msomaji, Zaburi 115 fungu la 16 na la 17. Tuhame twende kwenye ibada yetu ya leo. Zaburi 115 fungu la 16 mpaka 17. Mbingu ni mbingu za Bwana, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu, Sio wafu wamsifuo Bwana, wala wowote washukao kwenye kimya. Mungu aliposema ya kwamba utarudi mavumbini ulipotoka, kwa sababu wewe mavumbi na mavumbini utarudi tena. Manake ni kwamba wanadamu tunapokufa, wapendwa, pumzi ya uhai inatoka, inasambaa, mwili inarudi wapi? Ardhini. Hakuna kitu tena baada ya hapo. Hakuna cha mbinguni wala cha motoni wala cha wapi. Mafundisho ya uongo ya shetani. Hakuna cha mbinguni, hakuna. Leo watu wanashangilia, yuko mbinguni. Ameendaje mbinguni? Kwanza anayeenda mbinguni yuko wapi? Hakuna. Basi twende moja kwa moja kwa kile ambacho leo tena Mungu amependezwa tuweze kujifunza. Wale mnaopenda kuchukua kumbukumbu za hotuba jioni kwa njia ya maandishi, kwa njia ya kuandika, waweza tu kaandika namna hii: kichwa cha hotuba ya jioni ya leo, utalitambuaje kanisa la Mungu duniani? Andika hivyo. Utalitambuaje kanisa la Mungu duniani? Litambuaje? Tuombe. Baba yetu mwema, unayetupenda upeo, jina lako litukuzwe.
Sante tena kwa fursa hii nzuri ambayo umetukutanisha mahali hapa, tuendelee kujifunza ukuu wako zaidi. Kwa hotuba ya jioni ya leo tena naomba Roho wako Mtakatifu ambaye amekuwa pamoja na vipindi vilivyotangulia aendelee kuwa nasi pia kwenye kipindi hiki mwanzo hadi mwisho wake. Tubariki Baba wa mbinguni, tajikabidhi mikononi mwako tukiomba kwa jina lake Yesu. Amina. Amina. Utalitambuaje kanisa la Mungu leo hii duniani? Miongoni mwa makanisa lukuki, miongoni mwa makanisa maelfu kwa mamia leo duniani. Kuna hoja ya kwamba makanisa yote ya Kikristo leo duniani yote ni makanisa ya Mungu. Wewe ni kujichagulia tu ya kwamba utaabudu wapi, utasali wapi, haina shida, yote ni ya Mungu. Kuna hoja hiyo. Kwa takwimu zilizotolewa mwaka 2010 na Umoja wa Mataifa. Mwaka 2010 Umoja wa Mataifa ulifanya sensa ya makanisa ya Kikristo kote ulimwenguni. Makanisa ya Kikristo ambayo yamesajiliwa kisheria kwenye wizara za mambo ya ndani ya nchi kwa kila nchi ulimwenguni. Ikaonekana ya kwamba makanisa yalikuwa na idadi ifuatayo, mpendwa. Sikia mpendwa, yalikuwa yamefikia idadi ya makanisa 33,830. Idadi hiyo mpendwa, 33,830 mwaka 2010. Na hayo sasa ni yale tu ambayo yanatambulikana kiserikali, kitaifa kwa kila kanisa, yenye usajili rasmi kwenye wizara za mambo ya ndani kwa kila nchi ulimwenguni. Acha basi yale mengine ambayo hayana usajili, yanayobebwa. Tuna makanisa ambayo yamejisajili. Kuna makanisa mengine wapendwa, hayana usajili rasmi, ila yanabebwa na usajili wa kanisa fulani. Acha hayo, yaache hayo. Na ni mwaka 2000 na ngapi? 2010. Sasa miaka hii 16 hii, sijui atakuwa yameongezeka mengine mangapi kwa usajili rasmi. Basi tuwake tu idadi ibaki pale pale 33,830. Wengi wametoa hoja hiyo ya kwamba makanisa yote ni ya Mungu, maana kila kanisa linamtaja Mungu, likimtaja Yesu linamtaja mnenema moja. Wala pasiwe kwenu faraka, wala pasiwe kwenu mgawanyiko, yani faraka, bali muhitimu katika nia moja, na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu, na wale walio wa nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu, miongoni mwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kuwa kila mtu wa kwenu husema, mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Asante msomaji, Mungu akubariki sana. Amina.
kumekuweko na mgawanyiko kwenu. Nimepewa habari hizo. Huyo ni Paulo anawaandikia barua ya kwanza Wakristo wa kule Korinto. Walitokea kuwa wanagawanyika, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa nani. Mgawanyiko huo, wapendwa, ndio ulioko leo hii duniani kwa makanisa ya Kikristo. Mimi ni Mpentekoste, mimi ni Mwarasi, mimi ni Mwanglikana, mimi Moraviani, mimi na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Wakristo, swali, je, Yesu amegawanyika? Hakuna, hakuna, hakuna. Mimi mlokole, mimi Assemblies of God, sijui mimi nani, mimi mweaisi. Yote haya mambo ni ya ulimwengu huu kwa ajili ya yule mkuu wa giza, dunia ichanganywe. Hakuna mgawanyiko wa jinsi hii kwa Yesu, maana Yesu hagawanyiki. Tumeshasoma wapendwa. Haiwezekani ya kwamba Yesu, ukienda kwa Waroma yumo, ukienda AIC yumo, ukienda Moraviani yumo, ukienda Pentekoste yumo, ukienda wapi yumo. Hapana, no, hapana, la hasha. Hivyo basi wapendwa, miongoni mwa makanisa haya 33,830 ya Kikristo ulimwenguni, kuna kanisa moja tu miongoni mwa haya ambalo ni kanisa la Yesu. Mengine yote yanayobaki ni makanisa ya ulimwengu, yana wenyewe. Litambue kanisa la Mungu jioni ya leo mpendwa. Sikia mpendwa, miongoni mwa makanisa haya yote haya 33,830 ya Kikristo ulimwenguni, nimesema ni kanisa moja tu ambalo Yesu anapatikana hapo. Mengine yote ni makanisa ya ulimwengu, yana wenyewe. Twende basi mpendwa, taratibu lakini kwa uhakika uweze kutangua jambo hili ya kwamba shetani yumo kazini kuchanganya ulimwengu. Huyu naye Paulo vile tena akasema, huyo Paulo amesema kwa Wakorintho, tumeshasoma, akamwambia na Timotheo, mchungaji Timotheo, kwenye barua yake ya pili sura ya 4 fungu la 1 mpaka la 3, anamwandikia barua kumwambia mambo ya siku za mwisho, jinsi mambo yatakavyokuwa kwa habari ya swala la imani, mambo yatakuwaje. Akamwandikia kulingana na njozi ambayo Mungu alikuwa ameshamuonyesha kwenye ndoto usiku uliokuwa umeshapita. Sasa mtume Paulo anamwandikia Timotheo habari ambazo zitakuwepo kwenye siku za mwisho, ambazo wapendwa wana mkutano, siku hizo za mwisho ndio hizi ambazo tunaishi mimi na wewe. Timotheo wa pili sura ya 4 fungu la 1 mpaka la 3. Timotheo wa pili 4 fungu la 1. Neno la Mungu inasema, na kuagiza mbele za Mungu, Timotheo, na mbele za Kristo Yesu, atakayewahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati
utakuja wakati, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe, watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli, wanadamu wasisikie yaliyo kweli, na kuzigeukia hadithi za uongo. Nyakati hizo ni lini wapendwa? Ndiyo sasa hivi. Unabii unatimia hakika leo. Maana utakuja wakati ambao watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Yaani maana yake ni kwamba wapendwa, wataukataa mwongozo wa Mungu wa mbinguni, watauweka kando. Biblia leo imewekwa kando kwa sababu watu wakaamua kujiongoza wao wenyewe, wakawa na walimu makundi makundi. AIC mwalimu, Romani mwalimu, Anglikana Romani, kila mmoja mwalimu kwa mahali pake. Hao ndio walimu makundi makundi anawaongea hapa Paulo. Kila kanisa mwalimu, kila kanisa mwalimu, kila kanisa mwalimu. 33,830 wote walimu. Na cha ajabu ni kwamba wanatofautiana. Huyu anamsema vibaya huyu naye anasema vibaya huyu. Yaani ni hivyo hivyo, wanahitilafiana wote, hawaelewani. Kila mmoja Yesu yuko hapa, kila mmoja Yesu yuko hapa, kila mmoja Yesu yuko hapa. Ajabu sana. Unabii wapendwa unatimia hakika, maana neno la Mungu halianguki chini. Wakati huo ni sasa hivi. Biblia kama mwongozo wa Mungu duniani imewekwa kando. Utalitambuaje kanisa la Mungu la siku za mwisho? Utalitambuaje mpendwa? Nabii Mika akitoa unabii wa kanisa la Mungu la siku za mwisho kwenye kitabu chake Mika sura ya 4 fungu la kwanza mpaka la 2. Tumuulize Mika anasemaje. Roho wa Mungu alipomuongoza katika njozi yake akaoliona kanisa la Mungu la siku za mwisho, Mika anasemaje? Mika 4. Mika sura ya 4. Neno la Mungu inasema fungu la kwanza. Lakini itakuwa katika siku za mwisho, wapendwa, ya kuwa mlima wa nyumba ya Bwana. Anza upya. Lakini itakuwa katika siku za mwisho, ya kuwa mlima wa nyumba ya Bwana, utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, Njooni twende juu mlimani kwa Bwana, na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria, kwenye mlima wa nyumba ya Bwana itatoka sheria, na neno la Bwana itatoka Yerusalemu. Haleluya, makutano. Amina. Ni unabii wa nabii Mika wa kanisa la Mungu la siku za mwisho, ambapo ndio wakati wa sasa.
Wakati wa sasa tayari wapendwa, wakati huu tulionao wapendwa, uko kwenye targeti moja kwa moja, unabii unatimia. Mlima wa nyumba ya Mungu utainuliwa juu ya vilima vingine. Maana yake nini? Tafsiri yake nini wapendwa? Na ni siku za mwisho ambazo ndio hizi wapendwa. Maana yake ni kwamba kanisa la Mungu la siku za mwisho, Mungu ameamua kuliinua juu sana kuliko vilima vingine ama makanisa mengine yabaki chini. Na watu wa makundi, wanaume kwa wanawake, wanaohitaji kuokolewa, wanaomtafuta Yesu, watagundua ya kwamba pale ndio penye wokovu. Watakuja moja kwa moja. Haleluya, makutano. Amina. Na watakapokuja wataongea wazi, twendeni mlimani kwenye nyumba ya Bwana, twendeni kwenye kanisa la Mungu. Sababu yake ni nini? Pale kuna sheria ya Mungu, amri 10 za Mungu ziko pale. Amina. Jambo jingine, neno la Bwana liko pale. Kanisa la Mungu la siku za mwisho na sifa kuu mbili ambazo makanisa mengine yote sifa hizo mbili hayana. Na ndiyo maana shetani hili kanisa la siku za mwisho analichukia sana. Na uadui huo na sumu hiyo ya hasira kwa kanisa la Mungu ameipandikiza ulimwenguni kote. Na makanisa ya ulimwengu, kanisa la Mungu wanalisema vibaya, hawalipendi, maana wamekunywa sumu ya nani? Sumu ya joka. Niliwaambia ya kwamba nimekuwa mzoefu sana kwa habari ya kazi ya Mungu. Mahali viongozi wa makanisa ya wenzetu ya siku ya Jumapili wa Protestanti, kwa Waromani Katoliki, naongea kilicho waziwazi, maana kinatendeka. Ushahidi ninao. Wakisikia tu ya kwamba Wasabato wana mahubiri mahala fulani, wanaanza kuwatembelea waumini wao nyumba kwa nyumba, wakiwaambia ya kwamba nisikuone umekanyaga hapo. Mimi nimeona kwa macho yangu hayo. Wanazuiliwa wasije kusikiza mahubiri ya neno la Mungu. Kwa sababu gani? Wakifika hapa si watafunguliwa macho. Haleluya, makutano. Amina. Sifa mbili hizi zinalipambanua kanisa la Mungu duniani, linakaa peke yake tofauti na makanisa ya ulimwengu. Neno la Mungu, injili ya kweli iliyo kamili inayookoa wanadamu, inahubiriwa hapa peke yake, yenye mihimili miwili. Injili yenye mihimili miwili. Amri 10 za Mungu zinafundisha jinsi zilivyo, bila kupindisha wala kupunguza. Hapana. Halafu kanisa la Mungu limesimama kidete peke yake kuzitangaza, kuzihubiri amri 10 za Mungu. Ingia makanisani mwao, kanisa moja baada ya jingine. Wewe ingia kwenye mikutano yao, nenda kaingie, utasikia mchungaji akihubiri amri 10 za Mungu. Thubutu. Atahubirije amri 10 za Mungu wakati kuna amri moja wameikwepa? Amri ya 4. Akifika hapa atasomaje? Kwa
hiyo kanisa la Mungu linahubiri amri 10 za Mungu kwa mjibu wa unabii wa nani? Wa nabii Mika. Maana hapo itatoka nini? Sheria, amri 10 za Mungu. Hayo makutano. Jambo jingine, neno la Mungu. Yesu anahubiriwa vizuri zaidi hapa ya kwamba ndiye mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu. Huwezi kumtenganisha Yesu na amri 10. Never, hakuna. Unapomhubiri Yesu na amri zake 10 lazima uzihubiri. Haleluya makutano. Haleluya makutano. Amina. Huwezi kumwacha Yesu ukahubiri amri 10 peke yake. Bado unadaiwa. Na huwezi kuhubiri Yesu peke yake amri 10 kaziacha. Hapana, bado unadaiwa. Vyote viwili viende sambamba bila kuachana. Yesu ni mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu. Moja hiyo. 2, amri 10 za Mungu. Somaji. Naam. Yohana wa kwanza sura ile ya 2 fungu la 3 na 4. Waraka wa kwanza wa Yohana. Sura ya 2. Ndio. Fungu la 3. Ndio. Neno la Mungu nasema, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye. Twajua ya kuwa tumemjua yeye, ya kwamba ni mwokozi wetu, ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua, yeye asemaye ya kwamba nimeokoka, nimemwamini Yesu. Yeye asemaye nimemjua, yeye asemaye ya kwamba nimemjua Yesu, wala ashiki amri zake, wala azishiki amri zake, ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Naona wapendwa, Yesu na amri zake 10 vinakwenda pamoja. Hiyo ndiyo injili ya kweli ya uhakika inayowaokoa wanadamu wa dunia hii. Shetani kanisa la Mungu halipendi, analichukia sana. Ufunuo sura ya 12 fungu la 17. Kwa sababu ya sifa hizi mbili, shetani analichukia sana. Ufunuo 12 fungu la 17. Biblia inasema, joka akamkasirikia yule mwanamke. Huyo mwanamke akaenda zake afanye vita. Juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu. Unaona mpendwa, wazao wake waliosalia, waumini wa huyu mwanamke, watoto wa huyu mwanamke wapendwa kiunabii huwa ni kanisa. Amina. Sasa watoto wa huyu mwanamke ni washiriki wa hili kanisa, ambao ni mke wa nani? Mke wa Yesu. Sasa akafanya vita na hawa wazao wa huyu mwanamke, yaani wa Kristo waaminifu washikao amri za nani? Za Mungu. Malizia na kuona ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Shetani huyo wapendwa ameiteka dunia yote. Iko mikononi mwake. Imebaki kanisa moja tu la Mungu duniani, ambalo shetani analisagia meno sana. Sifa nyingine ya kanisa hili, tumekwisha ona amri 10 za Mungu na injili ya uhakika. Mihimili mingapi? Miwili. Yesu ni mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu. 1. 2, amri 10 za Mungu. Hiyo ndiyo injili iliyo kamili inayookoa wanadamu. Jambo la pili, kanisa la Mungu linaishi kufuata mwongozo wa Mungu peke yake, Biblia. Halitaki kuchanganya na mambo mengine ambayo hayamo ndani ya Biblia. Msomaji, Isaya 28 fungu la 13. Isaya sura ya 8 fungu la 13.
Isaya 8:13. 28 fungu la 13. Isaya sura ya 28 fungu la 13. Ndio. Biblia inasema, nasemaje? Kwa sababu hiyo neno la Bwana kwao litakuwa hivi. Neno la Bwana kwa hao wana na binti za Mungu, watoto wa huyo mwanamke, washiriki wa hilo kanisa la Mungu duniani, neno la Mungu litakuwa hivi: amri juu ya amri, amri juu ya amri, amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huko kidogo, huko kidogo, na huku kidogo, na huku kidogo, ili waende na kuanguka nyuma, ili waende na kuanguka nyuma, na kuvunjwa, na kuvunjwa, na kunaswa, na kunaswa, na kuchukuliwa, wachukuliwa wapeleke ghalani mbinguni. Haleluya. Makutano. Neno la Mungu peke yake ndio linalofaa, mwongozo wa Mungu peke yake, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kila jambo. Wale nini na wale kwa namna gani wanaangalia kwenye Biblia. Makanisa ya ulimwengu leo hii, kwa sababu neno la Mungu limewekwa kando, hata ulaji wao wanakula vyote, wanakula vyote. Wapo watumishi wa Yesu, wachungaji wa makanisa hayo, wana mazizi ya nguruwe majumbani mwao. Akiingia kanisani siku ya ibada, yuko mimbarini, Yesu anawapenda, anawaambia vile waumini wake, nyumbani kuna nguruwe. Wakati wafugaji wa nguruwe wa kule Gerasi, Yesu alimfukuza. Yesu alimfukuza. Ina maana wafugaji wa nguruwe wote Yesu hawampendi. Hiyo ndio habari, wapendwa. Kwa sababu neno la Mungu limefanyaje? Limeacha jambo jingine. Ni hivi, kwa sababu ya neno la Mungu kutokufuatwa na makanisa ya ulimwengu, Biblia imewekwa kando. Matokeo sasa yako tayari kupokea chochote kile kinachokuja bila kukihoji, kinapokelewa. Ndiyo maana utakuta kwamba tunajibu sana maswali tunapohojiwa. Tunajibu sana maswali. Kwa nini ninyi wa Sabato? Kwa nini ninyi wa Sabato hamsherehekei Krismasi? Jamani, maswali haya mnayasikia, hamyasikii? Kwa nini wa Sabato hamsherehekei Krismasi? Ukiuliza kwamba Krismasi maana yake nini, unaambiwa ya kwamba Krismasi ni tarehe 25 mwezi wa 12, Yesu amezaliwa siku hiyo. Ukihoji ya kwamba tusome injili gani kwenye Biblia, unaambiwa kwamba kwenye Biblia hiyo tarehe haimo. Ukiuliza kwamba mmeipata wapi, viongozi wetu walikaa wakapanga hivyo. Kanisa la Mungu sisi hapana, hawajui Krismasi. Mwenye Krismasi aliipata wapi? Hawajui. Wanasherehekea tu, haleluya amezaliwa, haleluya amezaliwa, haleluya amezaliwa. Lakini huyu anayezaliwa kila mwaka hakuwaji, ni nani huyu? Maajabu sana. Kila mwaka anazaliwa, kila mwaka anazaliwa, kila mwaka anazaliwa. Sasa mwenye hii Krismasi, Roman Katoliki anaeleza wazi kwenye vitabu vyake. Niwaambie makutano, nisiwaambie? Niwaambie, siwaambie? Anaeleza wazi mwenye Krismasi alikoipata mama yao. Maana makanisa yote ya Jumapili yametoka ndani ya Romani Katoliki, ni mabinti za Romani Katoliki. Walipohama kule sasa kwa mama yao, wamehama na vitu vya mama yao. Ya kwanza ni Jumapili wanayo, ya mama yao
Ukiwaambia kwamba Jumapili sio ya Mungu, usipoangalia watakutwanga hata jiwe. Utakuwa umetukana sana ukiongea tu hivyo. Sasa mama yao Kristo wanasema ya kwamba Krismasi tarehe 25 mwezi wa 12 ilikuwa ni siku ya kusherehekea ama kuadhimisha Mungu jua kwa wapagani kule barani Ulaya. Imeendelea kuwa hivyo mpaka mwaka wa 336 ndipo sasa ikachukuliwa rasmi tokea kwa wapagani, ikaingizwa ndani ya kanisa, ikafanya kuwa siku ya kuadhimisha kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu, hiyo Krismasi. Kumbe Yesu wala haijui. Amesema nani? Amesema Padre Rafaeli kwenye kitabu gani? Kitabu cha Bustani ya Katekista, ukurasa wa 73. Haleluya makutano. Kitabu kinaitwaje? Bustani ya Katekista, ukurasa wa 73. Mwandishi ni nani? Padre Rafaeli. Akasema hivyo kwamba Krismasi ilichukuliwa tu kutoka upaganini, ni siku ya kuliadhimisha jua kama mungu wao wa pagani, tukaichukua kutoka kule tukaiingiza kanisani. Leo hii wa Jumapili wote 25 mwezi wa 12, haleluya, haleluya kutwa nzima. Haleluya, haleluya kutwa nzima. Kumbe ni siku ya kuliabudu jua kwa wapagani. Mungu hii siku hana habari nayo. Kanisa la Mungu hapana. Haleluya makutano. Sisi hapana. Hatukubali kuchukua kitu chochote ambacho kiko nje ya Biblia. Hapana. Wenzetu waendelee kwa sababu mwongozo wameukataa. Wameukataa. Haya. Malizia Korinto wa pili sura ya 4 fungu la 2. Wakorintho wa pili sura ya 4 fungu la 2. Ndio. Neno la Mungu linasema, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyostirika. Wala hatuenendi kwa hila. Yani kwa ujanja, hapana. Wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli. Twajionyesha kuwa na haki. Tuna haki. Dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Asante sana msomaji. Amen. Kwa hiyo sisi tumekataa. Kanisa la Mungu limekataa kuchanganya uongo na ukweli. Hapana, hapana. Kwa hiyo ndugu zetu, kwa sababu wao wameukataa mwongozo, ndio maana wanachanganya kila kitu. Wanacholetewa wanapokea. Pasaka leta, nini leta, kila kitu leta. Sisi hapana. Mila na desturi za kipagani ambazo zilichukuliwa ndani ya upagani kule Ulaya na Roman Katoliki, mama wa makanisa yote ya Jumapili, ambayo sasa hizo mila zafanywa kazi katika ibada. Sisi hapana, unajisi huo hapana. Haya, wapendwa, hivyo basi mtu awaye yote anayemhitaji Yesu kwa mujibu wa unabii wa nabii Mika, watakuja makundi. Kina baba na kina mama wanaomtafuta Yesu kweli wanahitaji kumwona Yesu, watajua ya kwamba hapa ndipo Yesu anapopatikana. Haleluya makutano. Amina. Watagundua, Roho wa Mungu atawaongoza, watakuwa wakilinganisha, wataelewa ya kwamba hapa Yesu ndipo anapopatikana. Watabaki wale washabiki wa makanisa yao huko. Kuna watu ni washabiki tu wa makanisa,
washabiki wa makanisa wanadhani kwamba makanisa yanaokoa. Hakuna, anayeokoa ni Yesu. Ukimjua Yesu na kumwelewa Yesu na kanisa lake, tayari unalielewa. Jambo jingine la mwisho, kanisa la Mungu limejengwa juu ya makundi mangapi? Matatu. Kanisa la Mungu limejengwa juu ya makundi mangapi? Matatu. Limejengwa juu ya mitume, juu ya manabii na juu ya nani? Juu ya Yesu ambaye ndiye nini? Ndiye mwamba. Halo? Yesu ndiye mwamba, wanakuja manabii, wanakuja mitume. Kanisa la Mungu liko pale kwa mambo yote. Tulijifunza habari za ubatizo, wapendwa, hapo juzi. Kanisa la Mungu linabatiza na kubatizwa ubatizo ule ule wa Yesu na mitume. Haya, jambo jingine, linafanya ibada siku ile ile ambayo Yesu mwenyewe alikuwa akiifanyia ibada manabii na mitume wote. Kuna kitabu fulani cha Roman Katoliki wanachokitumia kwenye ibada zao. Kitabu kinaheshimika sana, kitabu hicho, kitabu cha Misale ya Waumini. Misale ya Waumini, ukurasa wa 377. Wameandika wazi ya kwamba Yesu na mitume wake walikuwa wakisali siku ya Sabato. Haleluya, makutano. Haleluya, makutano. Wameandika hivyo. Uzuri wa Waroma ni kwamba wao wanaandika wazi wazi. Uchague mwenyewe kama unawafuata ama unaacha wewe mwenyewe. Wanaandika wazi. Ukurasa wa 377 wa kitabu cha Misale ya Waumini wameongea wazi ya kwamba Yesu na mitume wake walikuwa wakisali siku ya nani? Siku ya Sabato. Hayo wanaposali siku ya Jumapili, ndugu zetu Wakristo wenzetu wako kinyume na nani? Kinyume na Yesu na mitume wake na manabii. Kinyume. Yesu aliliongea jambo hili, tunapomalizia wapendwa, akatoa kaunabii haka, akaungana sana na Mika. Napoangalia maneno ni kama vile yanalingana. Yohana Injili sura ya 10 fungu la 16. Kitabu cha Yohana sura ile ya 10 mstari wa 16. Biblia inasema, nasemaje? Na kondoo wengine ninao. Yesu anasema ya kwamba na kondoo wengine ninao, ambao si wa zizi hili, ambao hawamo ndani ya zizi hili kwa sasa. Na hao nao imenipasa kuwaleta. Na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja. Na mchungaji mmoja. Haleluya, makutano. Amina. Kutakuwepo kundi moja na mchungaji mmoja. Kanisa la Mungu duniani ndio zizi la Kristo, ambao sasa kondoo zake zote anawakusanya mahali hapo kwa ajili ya kuja kuwahamisha awapeleke mbinguni. Amina. Kwenye makanisa hayo yote ya ulimwengu ambayo yana wenyewe yamesheheni kondoo za malisho ya Bwana. Wako kina mama, wako kina baba, na wengine wachungaji kabisa wameingia mle bila kujua, wako kule. Wote hao ni kondoo za Bwana. Wapo ambao wataisikia sauti ya nani? Ya Yesu. Watachunguza maandiko matakatifu. Tayari Roho wa Mungu atawaleta moja kwa moja kwenye zizi la Kristo. Aliyopendwa, watakuja, sauti ya Yesu wataisikia na kuelewa ya kwamba kumbe kwa kweli hapa hatuko salama. Ikiwa Yesu alisali siku ya Sabato, mitume wake siku ya Sabato, manabii wote siku ya Sabato, tunaposali Jumapili sisi tunamfuata nani? Sisi ni wa nani? Hawa wapendwa,
ndugu, akina mama na vijana watajiuliza, wanaohitaji kuokolewa, na ndipo sasa watakata kamba, watakuja moja kwa moja kwa mji wa unabii wa nani? Wa nabii Mika, ya kwamba sheria ya Mungu mahali ilipo ndipo Yesu mahali alipo. Haleluya, mafuta. Amina. Ni kwamba wapendwa, zizi la Kristo ambalo ni mlima wa nyumba ya Mungu ya siku za mwisho linaitwa jina lile lile ambalo Mungu amelielekeza, linaitwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Muumini wa kanisa hili anaitwa ni Mwadventista Msabato. Tafsiri yake nini? Maana makanisa haya, kila kanisa ina jina lake na maana yake. Ukisikia kwamba kanisa la Pentekoste, maana yake kanisa la 50, maana Pentekoste ni 50. Halo? Yes. Sasa sijui 50 kutoka wapi, mimi sijui. Ila ukiongea nao watakwambia wao, mimi Pentekoste, yani mimi ni wa 50. Ndio maana yake. Sasa Mwadventista Msabato maana yake nini? Ni mngojeaji wa kurudi kwa Yesu mara ya pili, na huku akiishika sabato yake Yesu. Amina. Hiyo ndio maana ya Mwadventista Msabato, mngojeaji, mwana marejeo. Anapomngoja Yesu hapa duniani amwijie, anaendelea kuishika sabato yake, ambaye ni Bwana wa nini? Bwana wa Sabato. Amina. Hiyo ndio maana yake wapendwa. Kwa hiyo kanisa lote la Waadventista wa Sabato ulimwenguni ni kanisa la waongojeaji, la wana marejeo, wanaomngoja Yesu arudi mara ya pili, atawachukua wahamishe, awapeleke mbinguni, na huku wakiishika na sabato yake ambayo makanisa ya ulimwengu yameikataa. Yameikataa. Makanisa ya ulimwengu sabato ya Bwana yameikataa. Hayajui ya kwamba sabato yako unapoikataa umemkataa yeye. Hayajui ya kondoo za Bwana watakuja. Halo? Yes. Kondoo za Bwana walipokule watakuja, Mungu atawafumbulia macho, watakuja. Yeyote ambaye ni kondoo wa Bwana hatapotea, atakuja. Fungu la mwisho 10:27 Yohana. Yohana 10:27. Ndio. Neno la Mungu nasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. Nami nawajua. Nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele. Wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Amina.